Duniani watu tumeumbwa kwa roho, nafsi pamoja na tabia tofauti tofauti. Ndugu yangu, hivi leo kuna watu ambao watapinga na kukataa kabisa kwamba mpenzi hasaidiwi, mpenzi hasomeshwi, mpenzi hafanyiwi wema ikiwa bado hajawa mkeo. Karibu usikilize makubwa aliyoyafanya Maryson kwa mpenzi wake James. Ni jambo ambalo kila mtu lilimwacha mdomo wazi, kama vile ambavyo mimi na wewe litakuacha mdomo wazi. Mnamo mwaka wa 1970 huko nchini Australia, kulikuwapo na Wasenegali wawili waliokuwa wakiishi nchini huko kama wapendanao waliokutana kwenye masomo. Waliishi katika mapenzi pamoja na hali yenye kuheshimiana, lakini pia kusaidiana kwa takribani miaka mitatu, wote wakiwa kama wanafunzi wa chuo. Baada ya kuhitimu masomo yao, walirejea nchini kwao Senegali, na kila mmoja aliweza kupata kibarua chake. Wakaendelea na mahusiano yao kama kawaida. Maryson na James walikuwa wakipindana kweli. Unajua upendo wa kweli wewe? Ndugu yangu, ilifika wakati mpaka Maryson alimtambulisha mpenzi wake kwa wazazi wake. James naye pia akachukua nafasi ya kumtambulisha Maryson kwa ndugu pamoja na jamaa zake, kwa kuwa James wazazi wake walikuwa wameshafariki dunia. Lakini jambo kubwa ambalo lilikuwa likimsumbua James ni swala zima la figo. James, kutokana na matatizo hayo, kuna nyakati alikuwa akishinda ndani takribani wiki nzima, na kuna mwaka fulani James aliendelea kusumbuliwa sana na tatizo hili, lakini suluhisho lake aliambiwa tu ni kubadilisha figo. Na kama unavyofahamu, figo si kiungo rahisi, si kiungo chenye thamani ndogo. Kinahitaji uwe na mkwanja, pesa pamoja na madolari ya kutosha. Ni nini angefanya James? Na ndio kwanza ameingia kwenye ajira, na tena ni ajira binafsi. Hakuwa na mshahara wa kumtoshereza kuweza kukimu yeye na familia yake, ndugu zake, pamoja na kujitibu katika maradhi hayo. Hivyo basi ndugu walikuwa wakisikitika na kuona James akiteketea hivi hivi. Maryson alikuwa akimwaga machozi siku zote, akiumia ni nini kifanyike. Hali ya ugonjwa kwa James ilizidi kupitiliza, ilikuwa ikimtesa kweli kweli, na kuna siku James alizidiwa usiku wa manane na akapelekwa hospitali jirani. James hospitalini walisema huyu hapa kwa tatizo lake inabidi apate transfer, apelekwe kwenye vituo vikubwa vya afya vyenye kuweza kudili na matatizo haya. Ndugu zake muda huo hawakufanya ajizi, haraka waliweza kuorganize na hospitali ikachukuliwa ambulance na James aliweza kufanyiwa transfer. Maryson muda huo alikuwa amelala, hana taarifa yoyote, hajui kinachoendelea. Maryson baadaye asubuhi alipigiwa simu na dada yake James, akimweleza kwamba James yuko amelazwa, hali iko mahututi. Maryson alilia mno na kutoka kwa spidi haraka sana kwenda huko kumuona kipenzi chake James. Walipofika hapo, taarifa walizokutana nazo ni nzito, kwamba James hali yake ni mbaya, muda na saa yoyote James hatutakuwa naye tena. Kinachotakiwa James apate figo moja ili aweze kuishi tena. Maryson
aliendelea kububujikwa na machozi akilia pasi na kuelewa ni nini cha kufanya. Morrison akachukua maamuzi ya yeye kutoa figo hiyo afanyiwe vipimo kama itafaa itoke. Wazazi wa Morrison walipopata taarifa hizo hawakuridhia, walikasirika na hawakutaka kabisa kuona mtoto wake akifanya hilo. Lakini Morrison hakuwa na sababu alimpenda sana James na alikuwa ana nia ya kuwa baba watoto wake. Morrison baada ya vipimo kurudi akaambiwa kwamba inawezekana kabisa figo yake kuwekwa kwa James. Morrison alifurahi sana na kuuliza madaktari kwamba inawezekana kweli James akanyanyuka tena akishampa figo.